Samani kwa usumbufu. Usumbufu gani? Huu ambao nataka kuzungumza sasa hivi. Mimi ni mgeni, nimetokea huko maeneo ya Tabata. Tabata gani? Tunanga. Kuna mwenyeji maeneo haya anaitwa Ana. Ana yupi? Huyu Ana jina la mzee hapo ndo kidogo kuna tatizo. Lakini ni maarufu Ana maeneo haya. Huwezi kunisaidia nikapajua baba anaishi wapi au nipeleke? Kwa wapi? Huyo Ana kwa kina Ana. Sasa hivi. Wapi? Mimi ni mgeni maeneo haya. Sawa. Na yeye huyo Ana ni mwenyeji wangu hapa. Mwenyeji. Kwa hiyo nilikuwa nasiliana naye kupitia simu hii lakini imezima chaji. Kwa hiyo sasa nimeona ngoja nijiongeze tu nitembee nikimkutana na mtu kama hivi niulize. Naweza kupata mswada. Muulize nani? Ana huyo nani? Ana yupi? Anaitwa Ana. Dada yupi? Ana yupi unamwongelea yupi? Sasa tutakuja mnakuja ipi njia iko wapi? Ana yupi? Nazingua bwana. Yaani wewe unazingua kabisa. Kwa sababu nimekuuliza mwanangu. Mpeleka kina Ana basi nitajie basi atapokaa wapi? Basi hata njia ipi? Utopolo tu unaleta utopolo mwanangu. Kama unataka kunaniambia bwana. Utopolo gani? Mbona ujinga wako? Huo ndio ujinga ambao mimi siupendi. Gani ipi? Nini? Sio nini? Ndio vitu mimi nachukia sana. Kama hutaki kunisaidia unaniambia bwana, mimi sitaki kukusaidia nijue mwenyewe nikusaidie nini? Oh la Azizi. Wewe kidogo. Mshenzi mkubwa. Mshenzi nani? Mimi nimekuja baby muda ujue sasa. Nimekuja muda sana hapa. Nimekutana na wewe nikasema nimejiongeza simu yangu mzima. Unaona baby? Simu mzima hii. Ndio maana sipatikani. Sasa nimekutana na wewe mwenyeji nikasema sasa nielekeze ukina Ana kwa sababu najua wewe ni famous sana mpenzi wangu. Ananiambia wapi? Njia sio ipi? Mjinga? Mjinga yupi? Huyu anaila hapa mbio. Ndio maana manyinyo mvua kwa safu ni mafuriko. Siafu nani? Fidikio alisema mjinga nini? Popote tu pale nakupeleka sehemu yote. Kama hivi. Kuzinza, Manyamara, mimi nakupeleka hamna tatizo. Wewe umetoka kule. Unaona watu wengine wa kuwafuata. Unaona jinsi nilivyopendeza mimi damu tunajua nikupeleka. Tunamwona nikupeleka. Mimi nikaona hivi na kudebe ikatoa unaondoka. Popote basi chagua sehemu yote unahitaji. Kwa mfano nikisema napanda pikipiki yako utafika kule na kapita juu kwa juu mpaka kwenye mawingu. Unaweza kupita katikati. Yeye inawezekana hata episode boss nakupeleka. Sasa ujinga kwa makini. Unapongia mimi uwe na uo serious. Nataka mtu aliyekuwa serious mchezo. Wewe katika hii uko hapa kwa ajili ya kumpata abiria ili mada kupata kitu kingine. Una familia nyumbani? Tunategemea wewe. Na usikute hapo una watoto unawasomesha na hata wazazi wako nyumbani kwako. Uongo? Na hapo unahitaji pesa yangu mimi ili madi kukimu mahitaji yako na kupata. Ninataka kujua niende wapi? Hata kwa mfano hata Buza huko kwa Mpalange mimi nakupeleka. Buza kwa Mpalange? Wewe jinsi ulivyoona mimi unaona nini mbwata kule kwa Mpalange, si ndio? Una adabu wewe? Una akili kabisa? Uko sawa sawa? Uko sawa. Unaletea masala kama mimi? Mimi ni nani? Bwana sikiliza bwana. Nakuuliza unanijua mimi ni nani? Mtaa mzima wananifahamu kabisa mimi ni mtata, mimi ni mjeshi kama ulikuwa hujui. Nimeshasomea huko ujeshi miaka 30 AD Oktoba. Unajua mimi? Bwana hataki shobo bwana, hataki tena ujinga wako bwana. Unapani mpige baba hivi kwa nini? Kwa makini. Unapani? Wewe ni abiria nini? Unapani? Unakuja kuja nikutoa leo mchezo. Achana mimi. Unachukua mchezo. Unachukua mchezo. Wapi kwa bodaboda mjinga wewe? Huko sasa tuna maisha mbwa, sio kama tabisha mbwa. Mjinga mkubwa wewe. Na utakufa na bodaboda yako mbwa. Sio kama tabisha hapa.
Kinyasisi sikufichi. Kiukweli kimebadilika sana Kinyasisi. Yaani Kinyasisi umebadilika, yaani unajua Kinyasisi umebadilika. Ya leo nimeamini kwamba mtu usiponea muda mrefu alafu siku mkaja mkakutana face to Facebook. Sio siri Kinyasisi. Niambie basi nilichobadilika, nimebadilika. Unajua pia ni kitu ambacho nimeamini kwamba milima yakutani ndio alafu tunakutana Kinyasisi mkutana hilo umebadilika Kinyasisi. Basi Kinyasisi. Badilika nini niambie basi. Nakwambia. Yaani sasa nyuma uko hivi Kinyasisi. Basi change Kinyasisi. Badilika jamaa. Badilika nini? Yaani sikupendi Kinyasisi. Yaani umekuwa mbaya. What? Hey! Mtu anavunja ungo hata la 7 hajamaliza kweli. Uone kama unyenyesaji kijinsia huko. Kama mimi ninakataa, wewe ni mipango ya Mungu. Lakini anavunjaje ungo kabla hajamaliza la 7? Hapo mnakishangaa. Angemaliza la 7 angevunja ungo huko at least. Lakini sisi swala kuna mimi. Chafu tano. Kwa mitano hapo miwili. Bali. Sinyango tunarudishia. Bomboni mwanangu. Bomboni chwa kucho. Hapo ya wewe. Kenye wewe. Rafi pofu. Ukweli wewe. Kapten na bila na shida.
nawa kaa chini kula. Sasa utakondoka na sahani yote kumpeleka wapi? Sisi tutakula nini? Ukifika nawa sisi wengine tunapendaki kuonekana bwana. Tunakula tunataka kuonekana. Sasa mshezi. Unafika tunaenda kula nawa kula. Mshezi. Sasa mume wangu, mbona umeondoka hujacha hela mboga? Wale usibakia wale. Wale ulibaki ndio lakini maharage hayabanisha. Basi nakupa hii pesa hii. Utaongezea une maharage. Napenda une mchele. Kwa kuna wasabi asubuhi hii. Bila baka usiku kama kibaki chokuto sawa. Kibaki kujuza ndogo ndogo lakini siku zendende. Kwa na hali si hali ndio maharage. Mume wangu, kila siku maharage jamani. Sasa nimekula maharage. Jana maharage, leo tena nimatike maharage. Tule mpaka kesho. Mume wangu nimechoka. Kwa ina maana wewe maharage umeachoka? Nimechoka ndio. Hivi nafikiri mimi mpaka nafikia umri huu mpaka mimi nakuwa wewe. Unafikiria kipi ambacho mimi kimenigusa? Mimi nimekuwa kwa maharage. Sisi kwa Zanzibar katika familia tumezaliwa 15. Tumezaliwa 15 na hao sisi tumekuwa sababu ya maharage. Maharage sisi tumetukuza. Ugali na maharage sasa sisi kula hatuna isembe. Sisi tumpendaga wali kwa maharage, mpaka nafikia hivi. Sasa kama leo unaambia vipi kwamba maharage umeachoka? Wakati ndio mboga yangu mpaka nakuwa hivi. Basi kama maharage umeachoka, basi mimi nikupa kitu kimoja. Mwenye pia unipa imekuchoka. Dini haisemi hivyo. Unamwacha mwanamke kwa ajili ya kukataa kula maharage? Hatimaye nimefika. Alhamdulillah. Jinga nini? Wale tu bwana walikuwa wanakunya. Sasa najua kuna yananuka kweli. Naambia kila siku. Ndio astaarabu hapa. Ndio mimi uji wangu hapa ulikuwa ni masuala mapouda, chicken party hapa no, chicken party chicken nini? Yaani masuala ya kusema ndio kiwanda cha kati hapa. Nakijua hicho. Masuala tunasafisha ndevu kama hivi zinakaza matatizo zina mba, kifafa, bora zinafanywa interview zozote. Kwa hiyo tutapatia data kama hivi. Kwa hiyo ujongo sihitaji kwa sasa hivi sina pesa. Sawa. Unaonekana nyumba kubwa sana. Kubwa mno, yani ni kubwa sana. Umejitahidi sana kwa maana. Na swala la upangaji vipi, unapangaje au unapangisha? Unapangisha vyumba vipi? Vyumba vipi? Vyumba vipi? Okay. Sasa naweza nikapata mimi chumba ukanipa fursa. Vyumba vipi? Unanishi ngapi labda kuingia chumba? Vyumba vinaanzia kuanzia bei sana. Kuanzia 1000, 3000, 5000, 10000. Kwa mfano chumba cha shilingi 1000, miguu ndio inakuwa ndani. Kiwili chote Zana sasa gereji tena. Ni kweli. Ni gereji mwili uko huko kwenye gari. Basi sawa. Yote yanawezekana. Hamna kitu shinikaji najua. Basi sawa, mimi bwana nilikuja tu kwa swala podozi hivi na kujulia tu masuala ya chumba. Wewe ni hilo tu. Nilikuwa naona kama muda tu. Karibu sana. Sasa kingine sorry kumlazi. Nilikuwa nataka kujua swala la kulikuwa na mdada huko, nilikuwa namuonaga
ana maziwa kitu kama sio hapa. Basi usawa huu maziwa yake. Yalikuwa hapa. Hapa kifuani, maziwa yake kifuani ndio. Tena kuna mengine anakuwa ya hivi, sasa mnakana ile mnani yule. Huyo ni Vero. Veronica. Hivi tuputa kidogo tu. Vero vipi kuhusu Vero yuko ndani? Hivi nani yako kwanza? Vero ni mwanafunzi mwenzangu wa scout, wakati tunajifunza masuala ya majudo, taekwondo, tai chi, waga shuleni kwa najua. Sasa Vero hayupo. Nimempeleka South Africa. Ameenda South Africa. Bideka anafanya kule. Hapana, unajua yule kila mara huwa anampeleka Afrika Kusini, anaenda kubadilisha damu, fanyiwa check up kidogo ya damu. Kwa hiyo anaenda anarudi. Damu. Sasa masuala ya damu amefanikiwa maisha yake kwa sababu alikuwa na ndoto ya kufika kule nchi za nje. Mimi ndo nampelekaga. Msema bwana, sio unajali sana mwana. Mimi ndo nampelekaga. Ana kichombelea kule kusoma kubadilisha damu. Kwa damu ile ya group O, kwa sababu alikuwa na group O kai alikuwa ipende kwa sababu group O ndo group yenye nguvu. Kweli. Anabadilisha na ile. Japo huwa anambadilisha damu, huwa anamweka anapromote. Lakini kifupi ni kwamba unajua yule mwanangu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo mara kwa mara huwa anampeleka kule, anarudi, anabadilisha damu na hivyo, lakini swala ndio liko hivi. Na sasa hivi anaishi na virusi vya ukimwi. Ndiaga hata siku moja. Nielekezaga swala la nini, lakini nakushele swala hilo la tena kaoza. Yaani yule sasa hivi ndani ya miezi 4-3 anaweza karesti. Ndio maana anatengeneza mbao anatengeneza. Nataka ni muziki mwanangu kifahari. Ndio. Nataka niwe tofauti kabisa na misemo mingine. Kwa hiyo yao anakuwa ni maandalizi kabla ya vitu kama hivyo, ni maandalizi kabla ya, yani si unajua tena. Unajipanga mapema. Si kweli unajua Vero rafiki yangu sana. Vero rafiki yangu yule. Unamsumbua huu ugonjwa. Mwaka. Rafiki yangu sana. Hapo kuna kuangalia kama anaweza kupata ugonjwa kama huo. Mimi naona alikuwa anakuficha. Sasa wewe unataka kuelekea kwa kuficha. Mwaka wa 10 mtu anaishi nao. Na dawa. Bwana kuna biaga. Kwa yule bicha na nini sasa. Wewe basa mzee. Haina shida. Leo kwa kila haya. Umbavu. Na nitawatia pressure hivyo safari hii. Wewe mtoto nizae mwenyewe, nimsomeshe, nimlishe, nimbishe. Bado mumfuate mpaka nyumbani, guest hamna. Cheupe. Cheupe mke wangu. Kwa hiyo wewe bwana, hata kama kusema kulia haisaidii kitu. Kwanza washakuingilia tu nimekuzoea, utafanya vipi? Sio kila mtu akuingiliwa bwana. Tafuta na watu wengine kabisa. Kuna mtu kabisa unaona kabisa hapa kuingiliwa, huyu hapa sio kuingiliwa kabisa. Mtu anakuja mimi si mtu barasa na ila kule zaidi pia watu kuingiliwa. Tena si tunaanza kimya hata watu tufoke. Atufoke. Watu kuingilia jambo la kawaida kwa wameingilia tu. Tena naingilia mimi mwanamume mwenzao bwana, ataniingilia mimi mwanamume mwenzao basi. Bora kaingilia huko bwana, wanawake wanakuja kuniingilia mimi ili iweje bwana. Tena najua kuna watu kuingiliwa, sio kila mtu bwana kuingiliwa bwana. Basi usifanyike ndugu yangu, kuingilia jambo la kawaida. Itapoa. So hivyo sio kila rahisi bwana kupoa kiasi hiko wewe. Sio rahisi bwana kupoa bwana. Sasa kama unaendelea kufikiria ndio uweze kusahau. Wewe sio rahisi. Kuingilia jambo la kawaida bwana, sisi kule tuingiliwa kule zenji. Kawaida kwa hao waliozoea. Ule kila mtu bwana anaishi hapa na malengo, wengine hawana malengo. Mimi na malengo yangu. Sikiliza, mimi mwenyewe unapoona hapa, mimi nishawahi kuingiliwa. Ile kama cha Mungu. Nishaingiliwa mimi. Umezoea. Kuzoea. Jambo la kumwacha wa alaikum salam. Vipi hapa? Kuna mtu kapumzika kwa amani hapa? Allah taleta kula mbele za haki. Ila sipokuwa huyu bwana huyo ameingiliwa jana usiku. Kaingiliwa? Ameingiliwa huyu.
Pole sana, pole sana. Najua inauma. Inauma hata kama ni wewe ungelia. Ungelia kwa kitu lakini sasa yamekuingiliwa. Hadi wewe. Jambo la kawaida tu hata unaweza kaingiliwa. Mimi unaweza kaingiliwa tu. Mimi mbishi. Bana sikiliza bana, samahani, pole lakini kuna vitu vingine jaribu kuvuta subira kwa sababu hayo maumivu na siku zinavyozidi kwenda yani yataisha kwa sababu yanachukua siku ngapi? Ukienda hospitali unaweza kaisha hata wiki mbili akaisha kitu kikarudi ile. Kwa mwanangu hapa una kila kitu. Bora hata ingekuwa maumivu, sikiza brother nikwambie kitu. Bora hata ingekuwa ni maumivu, kuna maumivu na maumivu mengine Mungu hawezi kuvumilika ujue. Unajua mimi nimetoka zangu huko, nimetafuta maisha mpaka nimekuja huko nikasema ngoja nitulie sehemu hii nzuri ya amani. Kumbe ndio ile tu. Nenda vitu vyangu, hata wiki sijamaliza. Watu wameingilia, wamechukua vitu vyote. Wewe unachukuliaje Simple? Man TV, pate skin yangu, wamechukua na bodeka, wamechukua kila kitu. Samahani mpenda, nyinyi mnamaanisha kuingiwa kwa aina hiyo. Unajua mambo jana usiku, unajua kumbe kuingiliwa hapa hata wiki hadi. Kami hapa bwana, jana usiku wamemuingilia, wamemkodi vitu vyake vya ndani. Ndio Kiswahili ndio bwana. Mimi nikajua bwana mtu kaingiliwa kinyume sasa mnaongea fulani bwana.